Bwana, watu wana party huku ni Bad Boys kama kawa, ndipo ambapo tulipoiacha hatua safi iliyopita. Wakati huo walinzi wamefungiwa humo ndani. Mwanangu, acha basi kuota. Mikir kenapa? Wafikiria namna gani wataweza kutoka humo ndani katika ile eneo. Usikima sauti kwa watu wana party. Watoto wana enjoy huko, na hili jambo ni kinyume na sheria. Buandari. Mrs. Andari atatuua. Nasemaje? Akija hapa ndani hakuna usalama. Si wanafunzi, sio wao wasimamizi walioachiwa hii kazi wamefeli. Unasikia kama sauti? Anjing pudel kali. Sauti ya kitu gani mwanangu? Udah. Wewe nasikia sauti bwana, mgeuka. Geuka. Jamaa anafungua afu muda wote amekwama. Ini apa nih? Ini Inakuaje? Angalia. Kumefungua nazo bwana. Ya, ni funguo zangu. Badru. We Badrum. Amka basi. Wewe muda wote unalala mpaka sehemu ambazo siweza kulala. Funguo kumbe uko nayo muda wote tunahangaika. Inakuaje? Unajua bwana, nilisahau. Jenu usinilaumu. Bisa. Sometimes kumbuka mambo ya maana bwana. Sahau ujinga wako. Asahau ujinga. Lakini kuna mambo ya maana sometimes hayakumbuke bwana. Wamekwama muda mrefu. So umekasirika jamani, inakuaje? Kami aja banyak lupa. Siku zote ndivyo nilivyo. Nasahau. Ini cuma kunci. Lu mau di sini apa mau ikut? Toka. Chap kwa haraka kweli. Sasa nisikilize, hapa tunagawanyika. Yeye anakwenda kumpigia Mrs. Andari, yeye akatekea katika pari. Sawa? Wewe tulia basi, unakwenda wapi? Di mana pos? Akumbuke alivyomueleza. Okay, unajua. Usisahau. Asije kaenda huko tena kaenda kulala. Sawa kiongozi. Wakati huo kwenye pari panaendelea. Watu bado wana pari, sio mchezo. Maskini Liam pamoja na Kate wamewadanganya wanafunzi kwa hii ni pari ya kuwaaga. Wanahama shule. Baba yake na Kate anataka kumpeleka katika nchi za Marekani huko. Mwanangu, hii pari tuiharibu. Wamechukulia marafiki zetu. Wamechukia. Wanasema eti kisa wao marafiki wao wamechukuliwa, wamekaa ni alone. Waiharibu hii pari. Katika hii sehemu ya studio sasa mwanangu, chap kwa haraka. Tenzetu wamechukua makaratasi, wanasema wanataka kuiharibu hii pari. Sabar nih, Bu. Wanawasha moto. Unaweza ukafika? Ndio. Kwa makini sawa. Wanataka ile sehemu ya kusensi kama kuna moshi na nini itoe alarm kwa kuna moto kule, sipata vurugika. Namna hiyo mpenzi mtazamaji. Kwa bahati mbaya ukashindwa naye kumzoea mwenzake kwa navutwa nywele, anaumia. Wewe angalia sana. Moto ukweli. Kama ulitaka moto masiara, sasa moto ukweli umekuja mpenzi mtazamaji. Hawakukusudia hili, wao walikusudia pale kwenye sehemu ya sense. Sense moto ili kule mabomba yatoe maji, pari yaribike. Lakini sasa kwa bahati mbaya wakagusisha katika zile traya ambazo wahifadhia mayai, moto kaja wa ukweli bwana. Na ziliwekwa kwa sababu ya kuzuia sauti zile, yani sauti ikae vizuri ndani ya chumba. Waga zinawekwa sana tu. Ukisichumani kwako kuna mawimbi ya sauti, basi weka mfano kama ule. Wanasema watoto kwa na pari wanampigia simu Mrs. Andari. Mnakaa mnaangalia, wazuieni bwana. Nakuja sasa hivi. Mrs. Andari kapewa taarifa. Yani watoto hawa wameandaa pari, wana pari huko shuleni. Jamani, moto. Bad Boys. Jamani, kuna moto huku. Watu waelewi. Nasemaje, kuna moto huku. Mpaka pale umeme ulipozima na alarm za fire zinaanza kuleta sauti. Wakati huo mlinzi ndio anakwenda kuzuia. Maskini kilichomkuta. Chumba kifai. Studio nzima na vifaa vyake kwa ujumla vyote vimeungua. Sio mchezo, hatari kweli. Na kuna wanafunzi wawili walikuwa wamelokiwa katika chumba, wale ambao mmoja wao ni kiherehere kweli. Sasa itakuwaje? Waite fire wale zima moto yani. Liman kerja sama Bang Badrun. Siapa yang nyek-nyek jajan? Emang jajan Kaisar? Bangetan kalian pada. Kila mmoja mpenzi mtazamaji amechanganyikiwa kali jambo linaloendelea. Fiona wanamkumbuka. Fiona. Katika wale wanafunzi wawili waliolokiwa katika moja kati ya store, kuna mwanafunzi anaitwa Fiona.
mmoja anaitwa K. Inakuaje sasa? Jamani msaada tafadhali. Jamani msaada huko, wanaomba wasaidiwe maskini. Wamekwama katika ile eneo, moshi kama wote. Na hii ni sehemu ya kutokea. Inakuaje kwaje mpenzi mtazamaji? Lazima watoke katika ile eneo, lazima pia watoe katika haya mazingira. Ngoja tuone, ngoja tutazame, ngoja tuangalie. Na hii wanaita Bad Boys Vice Crazy Girls. Kama kawas, mimi naita The Real Deal. Fiona. Vipi? Uko salama lakini? Pakini. Moshi unazidi kuwa nini? Kuwasumbua. Wajikafe basi katika nyuso zao. Namna hiyo. Hii itafanya kidogo moshi upungue. Binti akajikava. Hiki ni kitu bora kwa ajili ya kupunguza angalau moshi kidogo. Sasa let's go. Fiona. Wanatafuta Fiona. Lakini Fiona uko aliko amekata pumzi. Waliitafuta njia ya kupitia, hatimaye njia wakaipata, hatimaye wamemkomboa Fiona pamoja na Key, lakini Fiona alikuwa shakwenda down. Walinzi walikuwa wamechanganyikiwa. Wao ni wapenzi watazamaji, wao ni mashuhuda, walishindwa kwenda ndani angalau kwenda kuwatoa hawa wanafunzi wawili waliokwama kwenye store. Kazi imefanywa na Liam pamoja na Kate. Hili halikukusudiwa na wala hili halikupangwa. Sasa itakuwaje endapo Mrs. Andari akifika kwa hawa wanafunzi? Bwana, mambo ni mazito kweli kweli. Baada ya huduma ya kwanza, Kay pamoja na Fiona angalau wamerudi katika hali yao ya kawaida. Watu minongono inaanza. Kila mmoja anazungumza la kwake. Waanzilishi wa moto ni wale kule. Wanajisogeza karibu baada ya kuona mwalimu anakuja pamoja na grupu la staff mbalimbali katika hii shule. Siapa yang buat pesta? Nani ambaye kaanzisha hii party? Na nani ambaye kachoma studio? Kesi ni mbili. Kuna kesi ya party na kuna kesi ya kuchoma studio. Kita nggak pernah ngajarkan kalian untuk jadi. Hawakufunzwa wawe waoga waseme nani ambaye kavuruga haya mambo, wajitokeze wao wenyewe. Hawakufunzwa kwa ni waoga, mama ni mimi, mama ni mimi. Sasa kesi yote wanaibeba Liam pamoja na Kate. Tangia anze kuwa mwalimu na kusimamia hizi bweni, hajawahi kuwa na wanafunzi vivuruge kama hawa. Leo mwalimu ana akili. Hajawahi kukutana na vichwa ngumu vya wanafunzi kama hawa. Sasa ingekwaje kama mtu angeumia, angepoteza maisha? Wangelibeba hilo jambo? Ama tusamee, kweli tumetoka nje ya line. Wametoka nje ya mstari. Yaani nyinyi wanafunzi wawili, nyinyi. Hatari kweli. Kalian pikir hivi mnahisi pada saya kuwa mnanikomoa? Wanahisi wanamkomoa mwalimu? Inabidi ombe msamaha kwa kila mmoja aliyehudhuria hapa kwa makosa yao, wayakiri wale wafanya. Kalian tahu ya, di sekolah ini mengajarkan berani. Tena watambue Tanggung jawab. Wao ni walimu wa shule pamoja na viongozi wenzake wanawatazama na watabeba haya. Hawatoacha hivi. Okay. Lazima wawajibike. Mimi ni Kate. Saya Liam. Mimi naitwa Liam. Kami minta maaf karena udah. Wanaomba msamaha kwa kile ambacho kegaduhan wamekifanya, wamekisababisha. Kami mau mengakui kesalahan kami. Sebenarnya ukweli wa mambo ilikuwa ni hivi. Waliwadanganya wanafunzi wenzao dengan ngundang kalian. Kwa hii ni party ya kuwaaga, wao wanaondoka. Mwalimu ndo anajua. Hakika na ukweli jinsi ulivyo kwa sahihi zaidi. Pindah sekolah. Hakuna mzazi yoyote alitaka wao wahame shule. Kami sengaja ngadain party kayak gini. Walitaka kufanya hii party, bisa foto, wapige na picha, upload na video katika mitandao ya kijamii, upload ke social media. Wakisha upload katika hizo social media mbalimbali, wataharibu taswira ya shule na nidhamu kwa ujumla. Walikuwa na hakika wakiyafanya hayo watafukuzwa katika hii shule. Hilo ndo lengo rasmi kabisa. Kate
pamoja na Liam kwa pamoja wanasema tusameheni, wamekosea. Kalian semuanya walitumia mambo yao binafsi kuwatumia wanafunzi wenzao. Haya ni mambo yao binafsi lakini untuk ngebahayain kalian semua. Kwanza leo watakuwa na attention. Beneran musibah dan kami nggak ada. Lakini pia wanawapa katika moto wa kufanya wao. Haiwezekani, fukuza au. Mwalimu fukuza wanao. Wanafunzi wote wanaungana kwa kusema hawa wawili wafukuzwe. Nyamazeni. Keluarin aja dari sekolah, keluar. Nasemaje mwalimu afukuze wanao shuleni? Tenang. Basi. Ya, tenang. Nyamazeni. Anak-anak. Wanafunzi. Kalian sudah dengar kan? Nisikilizeni kwanza, na pia wao wameshawasikiliza walichokisema. Kenyataan itu memang mudah. Ni jambo rahisi mtu kukimbia uhalisia wake. Enggak mau. Lakini yeye hataki hawa kimbia uhalisia wao. Wameshafanya matatizo Kate pamoja na Liam. Mereka harus bertanggung jawab. Kupitia hili lazima wabebe yang sesuai. Na adhabu inawafuata. Hari ini kuanzia leo Liam akan saya tahan. Kate na Liam watabakia hapa katika shule, lakini nyinyi wanafunzi wengine mtaelekea nyumbani kwanza mpaka pale mambo yatakapomalizika. Wanafunzi wanafurahi kurejea nyumbani. Wanasema tuko free, tuko huru. Bebas. Nisikilizeni, hamko free. Kalian belajar online dari rumah. Tunakwenda kusoma online huko nyumbani. Ole wenu mtu akimbie. Masomo kuanzia kesho. Liam pamoja na Kate watabeba majukumu. Kila kitu ambacho hapa kimefanyika kazi wanayo. Hakuna kwenda nyumbani atimuliwe mtu. Mwalimu msimamo wake uko pale pale. Kate pamoja na Liam. Mau dipaksakan sama Bu Andari buat ngomong kayak gitu. Kwa hiyo maana ametuforce sisi tufanye mambo ambayo ni kwa faida yenu. Ni kweli mlichokisema pale au walimu labda wamewalazimisha? Kate wanamuuliza. Semua yang kalian dengar itu benar. Yote mliyosikia. Kabla Kate hajajibu anajibu Liam, wao ni kweli kabisa walichokisema. Dan enggak ada paksa. Na ndio ukweli. Na wao waliwaforce wenzao kwa ajili ya kuwatumia. Huo ndio ukweli. Kanyini ndio wazimu binafsi. Sasa wale mliowafungia katika ile store ingekuaje? Kama moto ingewaua. Supaya kalian bisa keluar dari sekolah ini. Kisa eti mtoke katika shule, yani kisa muondoke katika shule. Hakika Kate ni mwenda wazimu. Really crazy. Yani wanna be friends with you. Hataki tena kuwa na urafiki na wao tena. Yani this time mmefurutu hada mjue. Kwa hiyo mlikuwa mnatutumia muda wote. Mlikuwa mnatujejea, hamna urafiki na sisi, mnaturamba visogo, si ndio? Mna mambo yenu binafsi na mnatutumia. Wamekasirika kweli kweli, hawataki urafiki na wao. Unajua tangia siku ya kwanza mwamba mtaalamu. Na yeye pia anatia mada, anachangia. Hakudhania. Hakika wewe ni mbaya kinoma noma. Wewe ni mtu waovyo vibaya since day one. Leo anamchana live. Kila mmoja anamkataa Kate, kila mmoja anamkataa Liam. Kwa sasa gue nggak pernah ngikutin ide lo. Ningejua nisingefuata idea yako. Angalia wameangukia pua. Wako sahihi, sisi ni binafsi. Je, kama kuna mtu angepoteza maisha ingekuaje? Kate pia anamkataa Liam. Mambo ni mazito kweli. Bwana mpenzi mtazamaji, ngoja tukaitazame hatua safi ifuatayo ambayo itakuwa ni hatua ya 18. Tunakwenda kuangalia kipi ambacho kinakwenda kutokezea, na hii tunaita unyama. Ni mwingi mno kama kawizo. Hizi ni idara za Good Things Production. Tunaletaga mambo mazuri, tunaletaga vitu vizuri. Unakaa unatazama, unaenjoy, unaangalia, unaburudika. Tunarudi bwana.